الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 27 mwezi wa Jumada Thania mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 18 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 miladia. Darsa ya jana kuna hadithi nilitafsiri makosa, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayosema: ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-samaa ya'tini khabaru as-samaa'i sabahan wa masaa. Mbona hamniamini na hali mimi ni muaminifu wa aliyeko mbinguni? Ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-samaa, mbona hamniamini wakati mimi ni muaminifu wa aliyeko mbinguni? Yatini khabaru as-samaa'i sabahan wa masaa, hunijia mimi habari za mbinguni asubuhi na jioni. Nilifasiri mimi muaminifu wa vilivyoko mbinguni. Hii ni tafsiri ya makosa, wa ana aminu man fi samaa, na hali mimi ni muaminifu wa aliyeko mbinguni ambaye ni Allah azza wa jalla. Ameniamini akanipa utume, mbona nyinyi hamniamini? Hiyo ndio tafsiri sahihi wa ana aminu man fi samaa. درس leo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم, tulikuwa tumekaa siku moja katika uwanja wa nyumba ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. idh marrat imra'atun min banatihi, mara akapita mwanamke mmoja, min banatihi, katika wasichana wake. Faqala Abu Sufyan: ma mathalu Muhammadin fi bani Hashim illa kamathali rayhana fi wasati zabal, haukuwa mfano wa Muhammad kwa Banu Hashim isipokuwa ni kama mfano wa rehani, ua lililo katikati ya kinyesi. Ma mathalu Muhammadin fi bani Hashim illa kamathali rayhana fi wasati zabal, haukuwa mfano wa Muhammad kwa Bani Hashim isipokuwa ni kama mfano wa ua rehani lililo katikati ya kinyesi. Fasami'tu فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Umar radhiyallahu anhuma asema, niliposikia hivyo nikamfikishia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam maneno hayo aliyoyasema Abu Sufyan. Fakharaja, mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka baada ya kuelezewa. Fasaida ala mimbarihi, akapanda juu ya mimbari yake. Waqal, na kusema: ma balu aqwalin tablughuni an aqwam, nini hali ya maneno yanayonifikia kutokana na watu. Ma balu aqwamin tablughuni an aqwam, nini hali ya maneno fulani ninayoyasikia au yaliyonifikia kutokana na watu. Inna Allaha khalaqa sab'a samawati, inna Allaha khalaqa samawatin sab'a fakhtara al-ulya fasakanaha, Allah ameumba mbingu saba akaikhitari mbingu ya juu kabisa ya saba. Fasakanaha, akatulizana katika mbingu hiyo. Wa askana samawatihi man shaa min khalqihi, akawaweka katika mbingu zake nyingine aliowataka katika viumbe vyake. Thumma ikhtara khalqahu, kisha akakhitari viumbe vyake. Fakhtara bani adama, akawakhitari wanadamu. Fakhtara al-araba,
akawakhitari Waarabu. Fakhtara Mudhar, akakhitari kabila hili la Mudhar. Fakhtara Quraishan, akakhitari pia Quraish, kabila la Quraish. Fakhtara Bani Hashim fakhtarani, akakhitari Banu Hashim, akanikhitari mimi. Falam azal khiyaran min khiyari, nitaendelea kuwa ni mtu bora kutokana na watu bora. Faman ahabba Quraishan fabihubbi ahabbahum, atakayewapenda Makuraish ni kwa sababu ya kunipenda mimi ndio amewapenda Makuraishi hao. Waman abghadha al-araba fabaghadhani fabibughdhi abghadhahum. Waman abghadha al-arab, na mwenye kuwachukia Waarabu, fabibughdhi abghadhahum, kwa sababu ya kunichukia mimi ndio amewachukia Waarabu hao. Hadithi sio sahihi, hadithi sio sahihi. Qala adh-Dhahabi huwa hadithun munkar. Kuna hadithi nyingi zitakazokuja insha Allah katika kutajwa mauti na fitna ya qabr. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lamma usriya bi marartu bi raihatin tayyibah فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. Ipokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alisema lamma usriya bi, nilipopelekwa Baitul Maqdis, marartu bi raihatin tayyibah, nilipitia harufu nzuri. Fakultu ya Jibril, nikauliza ewe Jibril, ma hadhihi raihatu tayyiba, ni harufu gani hii nzuri? Qala hadhihi raihatu mashitati ibnati Fir'aun, hii ni harufu ya mwanamke mwenye kuchana nyele za binti wa Fir'aun. Wa auladiha, na watoto wake. Hii ni harufu ya mwanamke mwenye kuchana nyele za binti wa Firauna na watoto wake. Kana tamshutuha, mwanamke huyu ilikuwa akichana nyele za binti huyo. Fawaqa almushtu min yadiha, kile kichana kikaanguka katika mkono wa mama yule mwenye kuchana nyele. Alikuwa akisonga nyele za binti wa Firaun, kichana kikaanguka. Faqalat bismillahi ta'ala, akasema bismillahi ta'ala. Kilipoanguka kile kichana akasema hivyo. Faqalat ibnatuhu, binti wa Firaun akamwambia, abi, wamkusudia baba yangu? Hiyo bismillahi ta'ala ni baba yangu? Qalat la, yule mwanamke akamwambia hapana, si babako. Walakin rabbi wa rabbu abika Allah, anamwambia lakini Mola wangu na Mola wa baba yako ni Allah. Faqalat ukhbiru bidhalika abi, yule binti akasema nitamuelezea hilo baba yangu. Kumbe wewe una Mola mwingine anaitwa Allah, tena wasema ni Mola wako na Mola wa baba yangu, nitamuelezea baba yangu hayo. Qalat naam, akasema ndio hivyo hivyo nilivyosema. Fa akhbaratuhu fadaa biha, huyu binti akamuelezea Firaun babake, akamuita Firaun, akamuita huyu mashitatu bintihi. Faqala man rabbuk, akamuuliza nani Mola wako? Hal laka rabbun ghairi, je una Mola mwingine sio kwa mimi, asiyekuwa mimi? Qalat rabbi wa rabbuka Allah alladhi fi sama, Mola wangu na Mola wako ni Allah aliyeko mbinguni. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها, akaamrisha shaba, ng'ombe wa shaba akatiwa katika moto, kisha akamuita huyu mwanamke
na mtoto wake akawatia katika moto huo, Firauna huyo. الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبزار كشف الأستار والبيهقي في دلائل النبوة والدارمي في الرد على الجهمية والذهبي في العلو. وقال حسن وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وهو من رواية حماد بن سلمة عنه وسماعه منه قبل الاختلاط. إذا حديثه صحيح. وساق الحديث بطوله akaelezea hadithi hiyo kwa urefu wake. رواه الدارمي وأبو يعلى الموصلي وقال الذهبي هذا حديث حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. Nabii Ibrahim alayhi salam alipotupwa katika moto alisema Allahumma innaka wahidun fi samaa, e Mola wangu wewe ni mmoja huko mbinguni, wa ana wahidun fil ardi a'buduka, na mimi ni mmoja hapa katika ardhi na kuabudu wewe. رواه الدارمي في النقد وقال الذهبي حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. يبكى أبو هريرة رضي الله عنه kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema in idha ahabba Allahu al-abda, Allah anapompenda mtu, nada Jibril, Allah humuita Jibril na kumwambia inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu, Allah anampenda fulani na wewe mpende. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril naye anampenda mtu huyo. Fayunadi Jibrilu fi ahli as-samaa inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu as-samaa. Na Jibril naye anawalingania watu wa mbinguni. Watu wa mbinguni kina nani? Malaika. Fayunadi Jibrilu fi ahli as-samaa inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Allah anampenda fulani na nyinyi mpendeni. Fayuhibbuhu ahlu as-samaa, watu wa mbinguni wanampenda mtu huyo. Thumma yudha'u lahu alqabulu fil ardi, kisha anawekewa kukubaliwa huyo mtu huyo fil ardi, amali zake zinakubaliwa sababu amependwa na Allah, akapendwa na Jibril, akapendwa na malaika wa Allah. Inna Allaha in idha ahabba Allahu al-'abda nada Jibrila inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Na mapenzi ya Allah yanapatikana vipi? Vipi mtu atapata kumpenda Allah na Allah ampende? Ni kumfuata mtume. Ni kumfuata mtume ndipo mtu anapata kumpenda Allah na Allah anampenda. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kwa kumpenda Allah, mtu anapata kumpenda Allah kwa kumfuata mtume sallam, amri zake na kuacha makatazo yake. الحديث رواه البخاري. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. إذا الله أن يوحي بالأمر، Allah akitaka kutoa wahi kwa amri yake fulani, takallama bilwahi, huzungumza kwa wahi huo. Akhadhati samawati minhu rajfa, mbingu hupata kitetemeshi. Rajfa, mbingu zinatetemeka. Au qala ra'datun shadida, mbingu hupatwa na hiyo ra'da shadida, kitetemeshi kikubwa. Khawfan min Allahi azza wa jalla, wa kumwogopa Allah azza wa jalla. Fa idha sami'a dhalika ahlu samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada, wakisikia hilo watu wa mbinguni, malaika, nao huzimia wakaanguka kwa ajili ya Allah kwa kumsujudia. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu alayhi salam, anakuwa wa mwanzo atakayeinua kichwa chake katika malaika ni Jibril alayhi salam. Fayukallimuhu Allahu ta'ala min wahyihi bima arad, Allah subhanahu wa ta'ala humsemesha na humwambia katika wahi wake anavyotaka. Thumma yamurru Jibrilu ala almalaika, kisha Jibril anawapitia malaika. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madha qala rabbuna ya Jibril, kila anapopita katika mbingu Jibril, malaika wake humuuliza amesema nini Mola wetu Jibril. Fayaqulu qala alhaq wa huwa alaliyul kabir, Jibril anajibu Allah amesema haki na yeye yuko juu na aliye mkubwa. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, wote malaika wote wanasema kama alivyosema Jibril, qala alhaqa wa huwa alaliyul kabir, kila mmoja katika malaika wanasema hivyo. Fayantahi Jibrilu bilwahyi ila haythu amarahu Allahu azza wa jalla, kisha Jibril anafikisha ule wahi pale alipoamrishwa na Allah azza wa jalla. Rawahu Ibn Jarir wa Ibn Khuzaimah wa Tabarani wa Ibn Abi Hatim wal lafdhu lahu. Wahi wa Allah ni kitu kikubwa. Ikiwa malaika hao mbingu zinapata rajfa na ra'da, malaika nao wanazimia kwa wahi wa Allah, lakini sisi tuona ni kitu kidogo tu. Maneno ya Allah ya Qur'ani ni kitu kidogo, hata hatujali maamrisho ya Allah, makatazo ya Allah. Hii ni kulingana na imani zetu, hii ni kulingana na imani zetu. Bado imani zetu ziko nyuma sana. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, aya nani katika sisi akitajwa Allah moyo wake waogopa katika sisi? Tuko nyuma sana kwa tukizingatia aya hizi za Allah. Qala wa min dhalik at-tasrihu باختصاص بعض الاشياء بانها عنده, katika hayo ni kuweka wazi kuhusishwa baadhi ya mambo biannaha indahu, kwa mambo hayo yako kwake Allah azza wa jalla. Qala Allah tabaraka wa taala innal ladhina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, wale walio kwa Mola wako hawafanyi kibri kumwabudu Mola wao. Wayusabbihunahu, wanamtakasa. Walahu yasjudun, wanamsujudia yeye Allah azza wa jalla. Innal ladhina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wayusabbihunahu walahu yasjudun. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu malaika wake, hawafanyi kibri kumwabudu Mola wao, wanamtakasa na kila upungufu na kila aibu, na wanamsujudia Allah azza wa jalla. Waqala tabaraka wa taala walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi
wala yastahsirun, ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi. Wa man indahu, na walio kwake hawafanyi kibri kumwabudu wala hawachoki. Waqala tabaraka wa ta'ala, fa in istakbaru falladhina inda rabbik yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar wa hum la yasamun. Watu wanapofanya kibri kumwabudu Allah, wale walio kwa Mola wako wanamtakasa Mola wao usiku na mchana na hawachoki. Kwa kama mtu hamwabudu Allah azza wa jalla, anajidhuru mwenyewe. Allah anaabudiwa na malaika hawa, wala hawachoki kumwabudu usiku na mchana. Kwa kama mtu hamwabudu Allah, Allah hapati madhara yoyote, yeye ndio anayepata madhara ya kutomwabudu Allah. Waqala tabaraka wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Usiwadhanie wale waliouawa katika kuitetea dini ya Allah, usiwadhanie kwamba wamekufa, bali wako hai, wanaruzukiwa kwa Mola wao. Hadhi hayat barzakhia, ni uhai wa kibarzakh, si uhai kama wa duniani. Kwa wako hai wanaruzukiwa, ni uhai wa kibarzakh tusioujua, si kama uhai wa walio duniani. وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. Allah amepigia mfano wale walioamini, akapiga mfano wa mke wa Firaun wakati aliposema, e Mola wangu, ibni li indaka baitan fil janna, nijengee huko kwako nyumba peponi, wanajini min Firauna wa amali, na nikinge mimi na Firaun na amali zake, wanajini min alqaumil dhalimin. Aiyo, nikinge mimi na watu madhalim. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Allah baada ya kumaliza kuumba kila kitu, kataba indahu fawqa arshihi, akaandika kwake juu ya arshi yake, akaandika inna rahmati sabaqat ghadabi, huruma yangu imetangulia ghadhabu yangu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, huruma yangu imetangulia ghadhabu yangu. ولمسلم عنه في حديث طويل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. katika sahihi Muslim في حديث طويل متوم صلى الله عليه وسلم asema وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله, hawaja kusanyika watu katika nyumba yoyote katika nyumba za Allah, misikiti, yatluna kitab Allah, hali ya kuwa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, wanafundishana baina yao, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa huwa shukia utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na rahma ya Allah huwafunika watu hao, wa haffatuhumul malaika, na malaika wanawafunika kwa mbawa zao, wa dhakarahumullahu fi man inda, Allah huwataja watu hao kwa malaika walio kwake. Ja'alana Allahu wa iyyakum min haula.
وفيهما عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي mimi niko katika dhana ya mja wangu anavyonidhania. Ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhana ya mja wangu vile anavyonidhania. Fa ana ma'ahu idha dhakarani, mimi niko pamoja naye akinitaja. Fa in dhakarani fi nafsihi, akinitaja katika nafsi yake, dhakartuhu fi nafsi, nitamtaja kwa nafsi, katika nafsi yangu. Wa in dhakarani fi mala'in, akinitaja katika kundi la watu, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, nitamtaja katika kundi ambao ni bora kuliko wao, yani malaika. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhiraa, akijiweka karibu kwangu kwa shibri moja, mimi nitajiweka karibu kwake kwa dhiraa nzima. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a, akijiweka karibu kwangu kwa dhiraa moja, nitajiweka karibu kwake kwa ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwala, akinijia hali ya kutembea, mimi nitamjilia hali ya kukimbia kimbia kwa haraka. Hadithi inahimiza dhikr, kumtaja Allah. Pia hadithi inahimiza kumdhania vizuri Allah. Ana inda dhanni abdi bi, mimi ni katika dhana ya mja wangu anavyonidhania. Kwa tunatakiwa tumdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, tusimdhanie vibaya kwamba atakwenda kutuadhibu, mimi nilifanya hivi nitaadhibiwa. Hapana, mtu baada ya kutubia anatakiwa amdhanie vizuri Allah kwamba Allah amemsamehe madhambi yake hayo aliyoyatubia. Asimdhanie vibaya Allah kwamba hajamsamehe na atakwenda kumwadhibu. Ana inda dhanni abdi bi. Pia hadithi inahimiza kumtaja Allah azza wa jalla mara kwa mara na kujiweka karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada za faradhi, za sunna. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال, alitoka kwetu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akataja hadithi hiyo kisha mpaka akasema thumma kharaja alaina faqal ala tasuffun kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha, mbona hampangi safu kama malaika wanavyopanga safu kwa Mola wao. Faqulna ya Rasul Allah wa kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbiha, tukasema ya Rasul Allah, vipi malaika wanapanga safu kwa Mola wao? Qala yutimuna sufufa alawwal wa yatarasuna fi safi, wanakamilisha safu za mwanzo, pia wanashikanisha miguu katika safu. Yutimuna sufufa alawwal wa yatarasuna fi safi, wanakamilisha safu za mwanzo na wanashikanisha miguu, visigino katika safu. Jambo hili linatushinda sana sisi, linatushinda sana jambo hili la kushikanisha visigino, linatushinda sana, kwa sababu kuna watu miguu iweka hivi. Kisigino utakipata wapi kisigino chake? Miguu yaikuwa hivi,
Hamjaona nyinyi? Wengi hivi vidole vitakiwa vielekee kibla, vya miguu yeye aelekeza hivi. Sasa kugusa huku kwenye miguu yako kwa vidole vyake, vingine vina makucha vidole vya miguu hivyo wengine ndio hawataki kabisa kugusana miguu, na hao wanaogusana ni vidole vinavyogusana, si visigino. Jambo hili linatushinda sana hili. Idhan yutimuna as-sufufa al-awwal wa yatarasuna fi as-saffi. Sasa imamu anasema tarasu itadilu. Aina taras? Hakuna anayeshikanisha visigino. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فحج آدم موسى، وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه. احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل، walijadiliana wakatoleana hoja Adam na Musa kwa Mola wao azza wa jalla. Fahajja Adamu Musa, Nabii Adam akamshinda hoja Nabii Musa. Fahajja Adamu Musa, Nabii Adam akamshinda hoja Nabii Musa alayhi assalam. Wa dhakara alhadith wa sayati insha Allah bitamamihi, itakuja insha Allah ukamilifu wa hadithi hiyo. Nabii Musa alivyomwambia Nabii Adam, wewe ulikuwa peponi, sisi sote tungekuwa peponi, wanadamu sote na sisi tungekuwa peponi, lakini ukafanya kosa wewe, uliambiwa usile mti fulani ukala. Anamlaumu Nabii Adam alayhi salam. Nabii Adam akamtolea hoja nzito, akamwambia sasa mimi nitajizuia vipi na kadari ambayo tayari Allah ameshaandika kadari hiyo kabla hajatuumba kwa karne kadhaa. Ameshaandika kwamba atanipeleka peponi, kisha nitafanya kosa lile, aniteremshe duniani. Hilo ni jambo la kadar, tayari limeandikwa. Fahajja Adamu Musa, Nabii Adam akamshinda hoja Nabii Musa. Itakuja hadithi hiyo kwa urefu kama qala Sheikh Al-Hafidh ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. فذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.